wewe unaona ukuta, unasema siwezi kutoka nje. Mimi sioni ukuta, naona njia. You interact with spiritual beings. Mchawi kama anapita kwenye dirisha, unapitia ukuta huu. Akija kwako kukuloga, atatokea kwenye kona hii, tokea kona hii, mfuate nje. So how can a person have influence kwenye hivi vinavyoonekana? Na hakuna maombi ambayo mwanadamu anaweza kuomba nje ya mambo matano dunia hii utapata matokeo. Ni vitu vipi vya kuzingatia? Jambo la kwanza, kama mtu anahitaji kuwa na control kwenye mambo yanayoonekana, physical things, you must first have control from unseen realm. Kama unataka kuwa na nguvu ya kufanya matokeo lakini katika nuru, baada ya kujua kabisa kwamba nataka kufanya hivi, lazima unamjua kabisa natakiwa kuwa na control katika ulimwengu usioonekana. Na ukafika hatua ukasema ninachagua sasa ulimwengu, nimeachana na ulimwengu wa giza, nataka kuwa na control kwenye ulimwengu huu wa nuru ambao mtumishi wa Mungu anaongea. Then you have to know kuna mambo matano lazima ucomprehend. Okay. Unaweza toka amua ukasema let me take my time. Kila eneo moja katika matano nalipa wiki moja. From Monday to Friday or to Sunday, I will only meditate about eternal life. Hapa naona kuna meditate kuhusiana na uzima wa milele peke yake. Ni leo maandiko ni meze, nielewe, niandike, ni nondo tu. Eneo kwa eneo. So hapa kuna mtu namuona kama anawaza. Yeah. Anawaza kwamba kuna kitabu kinaitwa 48 Laws of Power, kimeandikwa na Robert Greene. Ni kitabu ambacho kimekuwa banned Marekani kwa sababu kinaaminiwa kwamba kina nguvu sana. Kwa serikali ya Marekani imekiban, hakitakiwi kuuzwa kabisa Marekani. So kuna huyo mwamba sasa hivi anasema come on, why should I read the Bible and take those 5 steps wakati huko kuna 48 Laws of Power? Ile ni nadhani ile ni sawa na yule mtu ametap just a tiny part of the unseen world. Lakini this is a whole package. This is everything. Kwa sababu hata kile kitabu nimekisoma, ukiangalia zile 48 laws zote, ukiamua kuzicategorize kwenye hizi 5, zinakaa zote zinajaa. Wow. Alafu ni zile yani ni kama vile vidogo vya hizi hapa. So they need only 5 things. Mnahitaji vitu 5 tu. Kuelewa uzima wa Mungu ndani yako. Uzima wa milele ulivyo. Na ambavyo tayari unao uzima wa milele ukiwa hai. Kiswahili safi hapo, na si Waswahili tuelewe vizuri. Kwa hiyo lazima uinvest kwenye kujua uzima wa milele ni nini na unafanya kazi wapi, na kujua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Anasema na uzima wa milele ndio kujua Mungu wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Hiyo ni Yohana 17:3. So kwa kujua sana na kuelewa ule uzima unakuwa ndani yako, now you have access. Uishi tena kwa sababu unapumua. Uishi tena kwa sababu eti damu yako ina nini. So you can heal. Sio kwa maombi, kwa sababu Biblia inasema tuombee wagonjwa. Imesema wekeni mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Why? The transmission of uzima. Kama ambavyo mtu anaweza kuambukiza ugonjwa, now you can transmit life. Why? Wewe umeubeba uzima, umekuvaa. Sio tena neno limevaa mwili la uzima. Eneo la pili, infinite abundance, au tunasema utele, maisha ya utele. I think next time nitakualika to break it one by one. No problem. The whole package. No problem. Yeah. So hiyo tutaenda na deep, dive into scriptures, tutaongelea moja na scriptures zake na to explore na how to namna ya kuyaomba au namna ya kuomba based kwenye mambo matano. So ujue kabisa kwamba wewe umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Ujue kabisa Bwana ndiye mchungaji wako, huwezi kupungukiwa na chochote. Ukiona upungufu si kwa sababu Bwana akuchungi. Lazima ujiulize, kwa nini nimepungukiwa? Je, ni Bwana anichungi, ninachungwa na mtu mwingine? Tulisema mara mwisho kwamba hata Wamasai ni wachungaji. Unaweza kuwa unachungwa na Masai. Kwa lazima ujiulize, kwa nini napungukiwa kama Bwana ni mchungaji wangu na amesema kama mchungaji wangu sipungukiwi? So ukiamini ya mambo na kuyasema, hata ule upungufu uliopo unaanza kuondoka. Jambo la 3 tukasema ni divine authority. Mamlaka ya kiungu. Kwa lazima watu wajue mamlaka ya kiungu inafanyaje kazi, na wajue ana mamlaka. Hata kama ameokoka leo, hata kama alikuwa hajaokoka na anataka kuokoka, ajue kwamba anapookoka tu ana mamlaka ambayo hata Rais Samia hana. Hata mtu yote wa dunia hii hana. Even Donald Trump hana. So anapoamini Trump ameokoka bana, acha mambo. Kuokoka ni nini? Hiyo siku nyingine. Na mimi naongelea Trump, naongelea Trump kama ofisi ya urais. Rais wa Marekani. So ile mamlaka yake kama rais wa Marekani anaongea, unajua nitaenda kupiga huko, najua nitawanyang'anya hao, unajua nitafanya hiyo. Mamlaka hiyo ambayo tunaona ni kubwa ya kidunia. Una mamlaka kuliko hiyo ambayo yeye anayo. Kama anayo nyingine it's okay, nayo it's powerful. Lakini hii ya kidunia hii, you are above everything. Another kitu kingine, una nguvu, divine power, kwa kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Nguvu ya kiungu. The only thing unatakiwa kufanya ni kuondoa ile mawingu.
ili usiishie kuona nuru na kujua kwamba jua lipo, sababu jua utaliona Mungu yule pale, jua lipo. Haya, nuru hii hapa, kweli Yesu yupo. Nguvu, mawingu, mvua inanyesha, baridi kali. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu wako pande mwingine kule hamna mawingu, wanakula moto, wanajipepea. Wiko mtu hapo da anapigwa baridi, na wewe uko hapa Mwanza una baridi, anapigwa joto kule kwa sababu jua kali, wewe unapigwa baridi kwa sababu kuna mvua huko. Lakini wote ni matokeo ya jua. Jua linafanya kazi. Sawa. Umeona? Kwa hiyo Roho Mtakatifu na namna ya kufanya sasa vitu kulingana kwa kadiri ya nguvu itaenda kazi ndani yako. Na hiyo nguvu tunaiongezaje? Sasa tutakuja ku dive deep. Lakini lazima mtu ajue kwamba kwanza ajue tuna nguvu kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yangu. Alafu cha mwisho, wewe ni nuru. Sio kwamba wewe una nuru. Wewe ni nuru. Ile Mungu aliyosema kwamba iwe nuru ikawa pale kwenye Genesis 1, ndo wewe. Haikuwa jua, haikuwa nyota. Ndo hiyo nuru hiyo imekuja kuambia you are the light of the world. Ndo wewe. Na nuru unajua nini? Faida ya nuru inaleta uzima. John chapter 1. Yohana 1:1 kuendelea pale. Kwa hiyo nuru ina uzima ndani yake. Kwa hiyo wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe utakuja kugundua mambo yote yanashabiriana. And haya mambo matano yanapokuwa mahali yana attract kila kitu. Kila kitu unachokijua wewe. They attract money, fame, sijui nini, influence tu, utakuwa na controls. Sasa ngoja nikuulize, how are you going to miss? Let's just think kabisa kwa akili za kishamba za kitoto. Unawezaje kuwa na haya mambo matano na usiwe na control? Kama unaweza control the unseen realm kwa kuelewa haya mambo, unashindaje control mwili? Kwa sababu ngoja nikwambie, atakuja sawa mtu ana pesa zake na magari yake, lakini ana ukimwi. Dawa za binadamu hazimponyi, lakini wewe una uzima wa kumponya ukimwi. Moto. Hata wanasayansi hawezi elezea dawa unaweza kumpa. Lakini akija tu contact moja na wewe, anaenda kupima maambia negative. Wewe na yeye ana control. Kuanzia hiyo siku yeye na pesa zake unamcontrol. That's control. Simple. Hiyo imenipata kweli. Simple. Sure. So kama umefanikiwa kuangalia mazungumzo haya hadi hapa tulipofika, maana yake ni kwamba hii ni sehemu fupi tu ya mazungumzo marefu ambayo nimekuwa nayo na mtumishi wa Mungu. Lakini kama unahitaji kuangalia the full package, episode nzima na vitu vyote tulivyojifunza hapo ndani, you can click the video ambayo itakuwa suggested hapa pembeni, and go ahead and learn, kwa sababu kama hii video fupi umepata vitu vingi, trust me, kwenye video hili nyingine ndefu, the longest one, utapata vitu vikubwa vingine zaidi vingi. Cut.